Hello guys, leo tunaangalia jambo muhimu sana katika maisha yetu ya kifedha, ambalo ni uwekezaji. Sasa kabla ya kuendelea, tujiulize kwanza uwekezaji ni nini? Kwa maana rahisi, uwekezaji ni kuweka pesa, muda au rasilimali leo ili kupata faida kesho au siku za usoni. Mfano ni kuwekeza kwenye hisa, hati fungani, uwekezaji kwenye mfuko wa pamoja na kadhalika. Kwa kifupi, ni namna ya kukuza kile ulichonacho leo ili siku za mbele uwe na faida. Kwa nini watu wanawekeza? Je, wanawekeza kujifurahisha ama kuna jambo gani? Lakini watu wanawekeza kwanza ili kukuza kipato. Lakini pia sababu nyingine ni kujenga usalama wa kifedha. Ukiweka fedha zako sehemu rasmi zinazotambulika za uwekezaji, unakuwa na uhakika wa usalama wa fedha zako, tofauti na ambavyo ungeziweka ndani kwenye kibubu. Hujui muda gani na saa ngapi zinaweza zikapotea, labda kama mtu anaishi peke yake. Lakini hata kama mtu anaishi peke yake, kuna kuibiwa na vitu kama hivyo. Lakini pia kutimiza malengo ya maisha. Kwa mfano, kumiliki biashara kubwa. Kama unataka labda uanze biashara ambayo hata ni ya milioni 100, huwezi kuanza biashara ya milioni 100 kwa kutegemea mkopo peke yake. Lazima kwanza uwekeze fedha ili kuweza kupata kianzio cha kuanzia hiyo biashara. Lakini pia labda unataka kujenga nyumba kali, unawekeza fedha zako ili zikue mpaka ufikie kiasi ambacho unakihitaji, kama hutaki kujenga ile ya maji. Lakini pia kuna mambo ya vacation. Unahitaji kusafiri kwenda hapa na pale duniani, lazima uwekeze ili kutengeneza fedha kwa ajili ya vacations. Kwa sababu ni muhimu jamani kupumzika na kuupa mwili pole. Lakini pia kuna swala zima la kujifunza vitu vipya unavyotembea sehemu tofauti duniani. Nini cha kuzingatia kabla ya kuanza kuwekeza? Kabla ya kuanza kuwekeza, lazima kwanza uangalie mapato yako na matumizi yako. Kwanza, mapato. Jua chanzo cha kipato chako na kiasi unachopata kila mwezi. Kwa mfano, kuna wafanyakazi wanapata mshahara, wanapata malipo ya kufanya kazi muda wa ziada na wanapata bonus. Hapa unatakiwa kujumlisha vyote kwa pamoja ili kujua jumla ya mapato yako kwa mwezi. Ndugu zangu wafanya biashara, natumai mnajilipa mshahara na sio kuchukua fedha kama unavyotaka muda wote. Hili tutalizungumzia kwa mapana siku nyingine. Kujua namna gani ukae na fedha zako za biashara bila kujipa hasara wewe mwenyewe. Kitu cha pili, unatakiwa kujua matumizi yako. Mara nyingi tunatumia pesa bila bajeti na kujikuta tunamaliza pesa bila kujua imeenda wapi. Andika matumizi yote ya mwezi. Hapa kuna yale ya lazima na yasiyo lazima. Hii itakusaidia kuona ni kiasi gani unatakiwa, kiasi gani utaweza kuweka akiba au uwekezaji. Na pia utajua kama unatumia zaidi ya kipato chako. Tuendelee na namna gani utaanza kuwekeza kutoka kwenye mapato yako. Watu wengi hujiuliza, niwekeze kiasi gani kutoka kwenye mapato yangu ya mwezi? Profesa mmoja alitengeneza kanuni kwa ajili ya watu wanaotaka kuanza kuwekeza. Kanuni hii inaenda kwa namba, yani 50, 30, 20. Namba hizi ni asilimia ya kipato chako. Kanuni hii inasema, 50% ya mapato yako tumia kwa mahitaji ya msingi kama kodi, chakula, usafiri, maji na umeme. Hapa mtu anaweza kujiuliza, kama silipi kodi na sina matumizi mengi nitafanya nini? Mtu huyu anatakiwa kuweka fedha hizo katika akiba yake, ambayo itamrahisishia kuanza uwekezaji mapema. Lakini pia kawaida tunalipa kodi kila baada ya miezi 3 au 6, yani hatulipi kila mwezi. Hivyo fedha ya kodi unaweza kuiwekeza kila mwezi kwenye uwekezaji usio na riski. Yani sehemu ambayo fedha yako haiwezi kupungua na unaweza ukaipata muda wowote utakapohitaji kulipa kodi. 30% ya mapato yako tumia kwa mahitaji ya ziada kama burudani na manunuzi binafsi. Manunuzi binafsi labda unataka kununua nguo, unanunua viatu, vitu tofauti ambavyo ni kwa ajili yako mwenyewe au familia. Halafu sasa 20% ya mapato ingiza kwenye akiba au uwekezaji. Lakini kumbuka kwamba kanuni hii sio sheria. Unaweza kubadilisha 20% hizi kulingana na hali yako ama na fedha zako. Unaweza ukawa kwamba
kwako wewe kuwekeza 20% ni kidogo, kwa sababu kule juu huna matumizi mengi. Kwa hiyo utawekeza 20% nyingi zaidi. Na maana kuna mtu ambaye anaweza akawekeza 50%, matumizi yake yakawa ndo 30%, na 20% ikawa ni matumizi ambayo sio ya lazima. Je, kabla ya kuwekeza natakiwa kufanya nini? Kabla ya kuwekeza, jambo muhimu ni kuweka akiba ya dharura. Hii ni fedha ya kutosha kulinda maisha yako kutoka kwa dharura zisizotarajiwa. Unatakiwa kuweka akiba ya angalau fedha za matumizi ya miezi 3 hadi 6. Kwa mfano, kama matumizi yako kwa mwezi ni shilingi 300,000, basi unapaswa kuweka akiba ya shilingi 900,000 hadi 1,800,000 kabla ya kuanza kuwekeza. Kwa nini ni muhimu kuweka akiba kabla ya kuwekeza? Hii ni muhimu sana kwa sababu kuu 3. Kwanza, inakupa kinga dhidi ya madeni. Ukiwa na akiba, itakusaidia kukabiliana na dharura bila kukopa, kwa sababu hela zako zitakuwa tayari umeziweka kwenye uwekezaji. Pili, inakupa utulivu wa kifedha, amani ya moyo na usalama wa kifedha. 3, inakuwezesha ufanye uwekezaji wa muda mrefu. Yaani unakuwa hauna pressure ya kuvunja uwekezaji wako kwa dharura zisizotarajiwa. Kwa mfano, kama hujaweka akiba yoyote, alafu ukanunua labda bondi ya serikali ambayo ni miaka 15, alafu umepata dharura. Kwa hiyo utakuwa hauna pesa za kutumia, itabidi uende ukakope. Au labda umenunua hisa leo, alafu kesho unahitaji hela, utafanya nini? Kwa hiyo lazima kwanza uweke akiba ya fedha ambazo zitakuwezesha kutumia kwa walau miezi 3 mpaka 6 wakati uwekezaji wako ukiendelea kufanya kazi. Maana matokeo mazuri ni pale utakapowekeza kwa muda mrefu. Sio uweke pesa leo, alafu kesho unazitaka fedha zako. Hutaona matunda mazuri ya uwekezaji.